Methali 17 mstari wa 27, Biblia inasema azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa, na mwenye roho ya utulivu ana busara. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila neno linalotoka ndani ya kinywa chako unaweza ukaliongea mahali popote. Inategemeana na aina ya hilo neno. Kuna watu wamejiingiza kwenye matatizo makubwa sana ni kwa ajili ya kushindwa kujizuia. Kitendo cha kushindwa kujizuia kimewasababishia wao matatizo makubwa sana, kuanzia wenyewe na mpaka familia zao. Ni vyema kulichunguza kwanza hilo neno ambalo unahitaji kulitoa mbele ya kadamnasi ya watu, kisha kumsihi Roho Mtakatifu ili akupe mwongozo rasmi wa namna ya kuwasilisha hilo neno. Usifanye jambo kwa matakwa yako mwenyewe binafsi, kwa sababu tunatambua ya kuwa sisi wanadamu hatujakamilika. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie katika kila engo ili tuweze kufanya kwa usahihi kila jambo ambalo tunahitaji kufanya. Usiruhusu kila neno unalohisi kuliongea ukalisema mahali popote. Kuna sehemu nyingine linaweza likakuletea madhara makubwa sana. Tumeona baadhi ya wenzetu ambao kuna wakati wamejaribu kusema maneno fulani fulani, lakini maneno hayo yakaja kuwaingiza kwenye shida. Na mbaya zaidi, hata familia zimeingia kwenye changamoto. Kosa la mtu mmoja limegharimu maelfu ya watu. Watu wengi wameteketea kwa kuponzwa na kauli zinazotoka ndani ya vinywa vyao. Kwa tuchunguze maneno tunayoyasema, kisha tumsihi Roho Mtakatifu aweze kutusaidia, kutushauri, lakini pia kutupa namna nzuri ya kuwasilisha yale maneno yetu tuliyopanga kuyaongea au kuyasema mahali fulani. Ukimsihi Roho Mtakatifu wakati mwingine, kama jambo linaweza likaleta taharuki au madhara, Roho Mtakatifu huingilia kati na hukushauri kutoweza kulitenda hilo jambo. Roho Mtakatifu ni mwenye utulivu. Roho Mtakatifu hakurupuki. Roho Mtakatifu atakushauri namna ya kuwasilisha taarifa, na taarifa hiyo isilete madhara. Kuna maamuzi ambayo binafsi unaweza ukahisi kuwa ni maamuzi mazuri, lakini utakapoyatoa mbele ya kadamnasi ya watu yakaja kubadilishwa na anaweza akaja kuwa maamuzi mabaya zaidi. Jifunze kuzuia maneno yanayotoka kwenye kinywa chako, itakusaidia sana. Lakini pia mshirikishe Roho Mtakatifu, yeye atahakiki yale maneno, kisha atakupa ridhaa utekeleze au usitekeleze. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuwa pamoja na mimi. Karibu tena kwa wakati ujao.